tumejifundisha kama watu ya PCA. I have seen the effort ya members wa kanisa hili. Ndio tumekuja na hao viongozi pia, na sisi tuongeze nyinyi kidogo. Tutembea hii safari pamoja. Hata kama haiwezi isha mara moja, tutatembea hii safari mpaka ifanye nini? Sisi kazi yetu tukiwa Wakristo na wale ambao wanaabudu Mwenyezi Mungu ni kushirikiana na Wakristo kujenga nyumba safi na nyumba nzuri la Bwana. Na ndio tumekuja leo. Na hatuelewi ni kwa nini wengine wanatutumia watu ya kutushambulia. Na tumekuja kufanya kazi ya Bwana. And mimi sitaki niseme mambo mengi kwa sababu nitazungumza kesho jioni. Takuwa na interview kesho. Niko na maneno. Tomorrow. Angalia vile maneno iko vile Kenya naenda. Na nitasema kesho. So mine is to say Kenya is a country of the rule of law and constitutionalism. Na katiba yetu has granted several freedoms. Ikiwemo freedom of worship, freedom of association, freedom of speech, freedom of movement. Tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country and to associate with those who are like-minded. That is very, very unfortunate. I didn't mind kutumiwa goons kila pahali kama hivyo ndivyo rais ameamua. If that is his modus operandi, it's okay. But sending goons ndani ya kanisa, rais, what happened to you? Ndani ya kanisa, surely hao watu ya kanisa ndio walikuombea. Sasa wewe umefika kiwango, ulinitumia goons Limuru kwa funeral, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. The other December ukanitumia goons huko Shamata, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. Last week ulikuwa umetuma watu huko Nyeri nje ya kanisa. Sasa umekuja mpaka umeingia ndani ya kanisa. Sawa, tulikuwa tunafikiria utapanga nje ya kanisa. But you have become bold. You don't care anymore that you are sending goons through the governor hapa ya Nairobi kuja kuangaisha kanisa la Kristo na kuangaisha sisi. It's okay, there is no problem. Wewe endelea kama unaona hivyo ni sawa, there is no problem. We are aware the Deputy Inspector General aliambia polisi wasikuje, but a few policemen in plain clothes walikuja wakasaidia pale, which is okay because there are some officers who are conscious that they have a constitutional obligation to protect life and property. Last week umetumia polisi kutuangaisha Naivasha, which is okay. Lakini tunashangaa kwa nini? Kwa sababu wewe unatembea hapa kwetu mlimani, hakuna mtu amekuuliza. Si ametembea? Na nikaambia watu wamkaribishe. Bora walipe, si ndio? So now let us be decent people. The way umekaribishwa pale, wachana na sisi tutembee mahali tunataka. And even if you want to pursue us, don't pursue us inside the church. But of course, when we are seated here, wondering why the president would go to that length of sending goons inside a church to attack leaders, to attack Christians. But we also remember that sometimes back, kanisa ya Kiambaa, watoto walikuwa huko, walichukuliwa wakarudishwa ndani wakachomeka. So we are not surprised because hii ni tabia ambayo inaonekana it is consistent. So wewe rais endelea, no problem. Lakini ujue hii kitendo ya leo, uhusiano yako na kanisa ya PCA is irreparably damaged ever. So wewe endelea tu vile unataka, it's okay, there's no problem.
and other churches are seeing. Hakuna mtu haoni. Na mimi sijui ni kwa nini kama sisi we are nothing. We are finished. We are nobody in this country. Why are you pursuing us? Si wachana na sisi tu tukae. Wewe uko na nguvu, uko na umaarufu mingi. Endelea. Wewe wachana na sisi. Sisi tuende kanisani tuombe Bwana tuende nyumbani. Tuende mazishi tuzike rafiki tuende nyumbani. Leave us alone. And I want to tell you, Rais, tafadhali. Vile maneno naendelea hii Kenya. Even if you eliminate Rigathi Gachagua, nothing will